Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movies za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Once again, welcome. Leo tunakuja katika simulizi yetu pendwa kabisa, Mfalme wa Bahari, Captain Jack Sparrow. Mawimbi yanapiga baharini na upepo mkubwa, ukungu mzito ulotanda kwenye mawimbi. Ndipo stori yetu inaanza, huku meli ya Uingereza ikielekea bandarini. Ndipo simulizi inaanza. Miaka mingi kabla matukio makuu, msichana mdogo aitwaye Elizabeth anasafiri na baba yake ambaye ni gavana wa koloni la Port of Royal. Akiwa safarini, akutana na meli iliyoharibiwa vibaya sana. Katika mabaki hayo kuna kijana mmoja kuwaka sana, lakini cheni hiyo ina alama ya maharamia, ambayo ni tatizo kubwa sana ukionekana nayo. Kwa kuwa maharamia wanaogopwa sana, Elizabeth anapaswa kuichukua na kuificha medali hiyo kwa siri kubwa sana ili kumlinda bwana Will. Hakuna anayejua kwamba kitendo hicho ni kidogo, lakini ndicho kinachosababisha matatizo makubwa sana katika movie yetu yote. Miaka mingi baadaye, yani miaka inasonga inapita, Elizabeth anakuwa mkubwa, binti wa gavana mwenye heshima kubwa katika jamii, na Will Turner aliyekokotwa katika ile meli naye amekuwa mkubwa, lakini yeye ni fundi stadi wa kutengeneza mapanga. Lakini ndani ya moyo bado ana ndoto kubwa sana, maana mapenzi yake ya siri kwa Elizabeth bado yapo. Tatizo ni kwamba yeye ni mtu wa kawaida kabisa na Elizabeth ni mtu wa matabaka ya juu, yani yupo katika familia ya ufalme wa juu. Siku moja Port Royal inaandaa sherehe kubwa sana. Afisa wa jeshi, kamanda mmoja aitwaye James Norton, apandishwa cheo na kutaka kumuoa Elizabeth, lakini Elizabeth bado anaishi na kubanwa katika maisha ya kifahari. Wakati wa ghafla hiyo, medali inakuwa imejificha kwa miaka mingi sana. Sasa inaanza kutoa mwito wa ajabu baada ya Elizabeth kuanguka kutoka juu mpaka chini ya bahari. Anapoteza fahamu na kuanguka baharini. Hapo ndipo maajabu yanaanza kuanza katika hadithi yetu. Tunamuona bwana nahodha maarufu sana ambaye ni mharamia, naye Captain Jack Sparrow anatumia ujanja wake kumwokoa Elizabeth, lakini bado sababu hiyo si kwa maana bado yeye ni mwokozi, bado wanamuona kama ni mharamia, anatiwa mbaroni mara moja. Captain Jack Sparrow ni mharamia, si mtu wa kawaida kabisa, ni mtu mwenye akili nyingi sana. Maneno yake ya kejeli yanaonekana kuwa makini sana na kila anachokifanya. Jua kina mpango wake mbele, huwa si mtu mpumbavu, na lengo lake ni moja tu, kurudisha meli yake pendwa sana ya Black Pearl miaka mingi iliyopotea, ambayo ilisalitiwa na nahodha wake msaidizi aitwaye Captain Barbarossa aliyeongoza uasi dhidi yake. Alimwacha Captain Jack Sparrow kwenye kisiwa peke yake na kumdanganya na kuondoka na meli ya Black Pearl. Tangu siku hiyo, Captain Jack Sparrow anakuwa akisubiri kulipiza kisasi, lakini usiku huo huo Black Pearl inafika katika mji wa Port Royal. Meli hiyo inatokea kwenye ukungu ama kwenye mawingu mazito, yani kama inatoka kuzimu vile. Maharamia wanaishambulia meli hiyo na mji huo wote unashambuliana, yani inanuka, wanaharibu kila kitu, wanawapiga askari na askari wanapigana, wanachoma moto baadhi ya maeneo kibao, kisha wanamteka Elizabeth. Kabla hawajamchukua Elizabeth anajitambulisha kwa yeye ni jina lake ni Elizabeth Turner. Alitumia jina la Will bila kujua madhara yake, kisha akampa ile medali ya dhahabu Barbarossa hapo akashtuka, kwa sababu hicho ndicho alikuwa anakitafuta kwa miaka mingi sana, na siri hii kubwa sasa imeanza kufichuka mbele ya mikono yake. Miaka mingi iliyopita, Barbarossa na wafanyakazi wake waliiba hazina iliyolaaniwa kwenye kisiwa, na kisiwa hicho Aslan de Moreta. Hazina hiyo ilikuwa ni vipande 882 vya dhahabu, lakini walidanganyana na tamaa yao na waligawana wote. Laana ikawaangukia kuwa
hawawezi kufa, pia hawawezi kuishi, pia hawawezi kufurahia kinywaji chochote kile kwa kula. Walikuwa ni viumbe waliolaaniwa chini ya mwanga au mwezi, wanageuka kuwa mifupa iliyo hai. Njia pekee ya kuvunja laana hiyo ni kurudisha vipande vyote vya dhahabu na damu ya mtu wa mwisho wa ukoo. Aliyeiba hazina hiyo alikuwa ni Bwana Tana, ndo alikuwa anatakiwa mtoto wake. Sasa waliamini kuwa Elizabeth ndiye mtu aliyebakia kwa sababu amejitambulisha kwa jina la Tana. Wakati huo huo, Will Tana anajua na hasira kubwa sana, anaamua kwenda kumwokoa Elizabeth kwa sababu ya upendo wake, lakini hawezi kufanya hivyo akiwa peke yake. Anamhitaji Captain Jack Sparrow kwa msaada. Hivyo anakwenda kumwokoa Captain Jack Sparrow kwa siri gerezani alipowekwa. Wawili hao wanaanza safari yao ya ushirikiano mkubwa wa ajabu. Mmoja ni fundi wa mapanga mwenye moyo safi na mwingine ni mharamia mjanja asiyeaminika kirahisi hata kidogo. Captain Jack Sparrow wanaiba meli ya kijeshi na kuelekea kutafuta msaada. Sasa meli hiyo jinsi inavyopigwa sasa, hapa ndo utajua kwa nini kaipo Captain Jack Sparrow. Wanafika kwa rafiki yao wa zamani aitwaye Gibbs. Anatafuta wafanyakazi wapya kabisa na jeshi lake linaungana, kisha wanaenda kwenye kisiwa cha Tortuga, makazi ya maharamia huko. Jack anakusanya kikosi chake na safari inaanza rasmi sasa. Lakini wakati huo ndani ya Black Pearl, Elizabeth anagundua ukweli wa kutisha sana. Anaona maharamia wakibadilika mifupa chini ya mwanga au mwezi. Anatambua kuwa si binadamu wa kawaida kabisa, ni viumbe waliolaaniwa. Anatumia akili yake kuchelewesha mipango yao na anamshawishi Barbarossa kwamba anaweza kumsaidia. Wakati huo tunamuona Captain Jack Sparrow na Bwana Will wanafika kwenye kisiwa hicho cha siri, lakini Barbarossa tayari mipango yake iko mbele kabisa, yani yuko mbele yake na mipango yake iko tayari. Hapo ndipo siri nyingine inafichuka. Will Tana ndiye mtoto wa Bootstrap Bill Tana. Bootstrap Bill Tana alikuwa ni mmoja wa maharamia wa Black Pearl. Alikuwa ni mtu mwaminifu sana wa Bwana Captain Jack Sparrow. Hakukubali kabisa kusaliti dhidi ya Bwana Jack kwa sababu Barbarossa alimfungia mzigo mzito na kumtupa baharini, lakini kwa sababu alikuwa amelaaniwa hakufa, aliendelea kuzama gizani milele. Hiyo ndiyo damu ya Will Tana na ndiyo damu inayohitajika kuvunja laana hiyo. Barbarossa anakuja kugundua kuwa Elizabeth si mtu sahihi kabisa, maana damu yake haiwezi kufanya kazi kama ilivyokuwa inatarajiwa ili kuvunja laana hiyo. Anamrudisha sasa, anamtafuta Will. Jack sasa, Captain Jack Sparrow anajikabidhi maksudi aingie kwenye meli ama jahazi la Black Pearl. Lengo lake si kuokoa watu tu, lengo lake ni kurudisha meli yake ya Barbarossa aliyoichukua, aliyemzidi ujanja na kumwacha kwenye kisiwa. Captain Barbarossa anamwacha tena Jack kwa mara nyingine kabisa, au kwa mara ya pili, kwenye kisiwa ambacho alimwachaga miaka mingi sana iliyopita. Lakini Elizabeth bado yupo naye hapo. Wapo wawili hapo, yani Jack Sparrow pamoja na Elizabeth. Wawili hao wafanya ujanja jinsi gani wanaweza kutoroka. Elizabeth anawasha moto mkubwa sana ili aokolewe na watu wengine, iwe kama ishara. Bahati nzuri jeshi la Norriton na meli zake wawaona. Baada ya hapo wanakuja kuchukuliwa na kupata msaada mpya kabisa. Sasa vita ya mwisho inaanza kubadilika na kuandaliwa upya kabisa. Norriton anataka kumwokoa Elizabeth na kumkamata Captain Jack Sparrow, lakini Captain Jack Sparrow anataka meli yake ama jahazi lake la Black Pearl. Will naye anataka kumalizana na laana ili aweze kumwokoa baba yake, na kila mtu lengo lake ni lingine. Will anajitoa muhanga kabisa na kwenda kwenye meli ya Barbarossa na kumwambia yeye ndiye mtu muhimu, na akimuua yeye laana hiyo haiwezi kuvunjika kabisa. Hivyo Barbarossa analazimika kufanya makubaliano, lakini Captain Jack Sparrow tayari ana mipango mingine kabisa. Anarudi kwa siri, yani kimya, na anakuja kuchukua sarafu ya laana. Yeye mwenyewe anakuwa mtu aliyelaaniwa kwa muda. Sasa hapa kinanuka sasa, na yeye anaweza kupigana bila kufa. Vita kubwa inatokea. Askari wa Norriton wanapambana na maharamia wale wa baharini, na mizinga mikubwa inapigwa, yani kunalipuka kila sehemu. Mapanga yanagonga, milio ya risasi inasikika kila upande, yani sio masiara, ni vita kubwa sana inatokea. Na huku tunaona ndani ya mipango ya hazina, Captain Jack Sparrow na Bwana Barbarossa wanapigana uso kwa uso, yani face to face, na ni pambano kubwa sana la kisasi la miaka mingi sana. Wakati huo Will anakusanya sarafu zote kabisa na kukata mkono wake. Damu yake inaanguka kwenye sarafu. Sekunde hiyo laana inapotea na Jack anampiga Barbarossa risasi bila
la kupoteza, maana hajawahi kupoteza shoti huyu jamaa. Mara ya kwanza baada ya miaka mingi sana Barbarossa anakufa na kuiona damu yake ya kweli. Laana imevunjika, maharamia wote waliobaki wanarudi katika ubinadamu wao wa kawaida na vita vinaisha. Sasa kila mtu anarudi Port Royal kwenye ufalme, lakini bado kuna tatizo. Captain Jack Sparrow anatakiwa kunyongwa kwa sababu yeye ni mharamia anayetafutwa miaka mingi. Anapelekwa hadharani ili auawe au anyongwe hadharani, lakini Will hawezi kukubali kabisa tukio hilo litendeke mbele ya macho yake. Kwa mara ya kwanza anachagua kufuata moyo wake bali kuvunja sheria. Hajaona tabu kabisa, kavunja sheria kabisa na kutaka kumwokoa Jack, na anamtishia bwana Norrington kwa upanga wake. Elizabeth naye anasimama kwenye upande wa Will na anakiri hadharani kwamba hampendi Norrington na anampenda Will Turner. Norrington kwa heshima yake anaamua kuwaacha wawili hao waendeleze maisha yao na anampa Jack nafasi ya kutoroka, na Jack anaruka kutoka juu mpaka kuingia kwenye baharini na kuanza kuogelea. Hapa tunakumbushwa sehemu yetu ya kwanza movie ilivyoanza. Tatizo lilipoanza kutokea, wafanyikazi wake wanakuja kumchukua, anarudi kwenye meli yake ya Black Pearl kama alivyokuwa anataka kuiokoa. Hatimaye anarudisha meli yake, anasimama mbele ya usukani huku upepo ukivuma kwa raha sana na akitazama upepo unapotoka na amri yake ya kijasiri kabisa Captain Jack Sparrow akisema tuondoke. Hapa ndipo safari mpya inaanza Jack Sparrow. Usisahau kusubscribe na comment ili kupata sehemu yetu ya pili na ya tatu ya ufalme wa bahari, yani Captain Jack Sparrow. Usikose kuona ujanja kibao na visa vinavyoendelea kwenye sehemu zinazofuata. Karibu. Umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.